Kuokoka sio kusema Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka sio kwenda kanisani. Kuokoka sio kwenda kujiunga na umoja kwamba umoja wa mavijana, umoja wa baba, umoja wa mama, hapana. Kuokoka sio kujiunga na kwaya, hapana. Kuokoka ni mabadiliko ya tabia, mabadiliko hatua kwa hatua za mabadiliko yako. Huko ndo tunaita kuokoka. Unajua kuokoka ni kutoka kwenye eneo la hatari. Ina maana kama ulikuwa na uongo unakupeleka kwenye hatari, ukishaacha ule uongo, hapo tunasema umeokoka na hatari ambayo uongo ingekupelekea kuingia hiyo hatari. Ikiwa umepona wizi, huko tunasema huyu ameokoka na wizi kwa sababu amepona na hatari iliyokuwa inamkabili kutokana na hiyo tabia ya wizi. Hivyo kuokoka ni kupona tabia, ni kupona kabisa, yaani kupona kabisa. Na kizazi cha leo kwa bahati mbaya sana wamekuwa wakisema kuokoka ni moyo wako ndio unaookoka, wala huwezi kuokoka nje. Mtu wa Mungu, hapana kabisa. Hapana, kizazi cha uovu ikiwasema hapana. Unaweza kuokoka kuanzia ndani na nje, na watu wakakuthibitisha kwamba wewe kweli umeokoka kwa muonekano wako, maneno yako, kwa sababu tusome Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 anasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, mbele ya jamii yako, mbele ya watu wa karibu nawe. Hiyo nuru yako ambayo unasema mimi nimeokoka, iwaangazie hao, anasema wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hivyo nuru yenu na iangaze kwenye jamii yenu, iangaze kwa watu walio karibu na kwa watu ambao wako mbali na iangaze. Ikishaangaza wataona matendo yako mema, watakushuhudia kwamba hakika huyu mtu ameokoka. Na wakishakushuhudia basi anasema kwa sababu hiyo, huu mstari wa 16b anasema wapate kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni kwa matendo yenu. Sasa naomba nikuulize binti, nikuulize kijana. Je, ukinyoa denge, ukivaa kisuruali mini sketi, upo kuimba pale kabisa? Naomba niulize vizuri. Naomba mnijibu kwenye comment. Hivi pale ukiwa unacheza umevaa mini sketi, sasa upo kucheza step kanisani, umeimba kwa kabisa, unajihisi unamtumikia Mungu. Hivi pale ni Mungu anatukuzwa au ni vijana wanaotazama na kuona kwa macho ya tamaa kwamba wewe ni kifaa, ni binti na wewe ni mtu tu, ni mdada tu wa kutongoza, ni mdada tu wa kufikiria vyovyote? Je, ni matendo yako yanamtukuza Mungu pale? Watu wa Mungu, kuokoka ni kutoka kwenye hatari, ni kupona. Hivyo muonekano wako, kuanzia muonekano wa nje, wanasema wayaone matendo yenu. Matendo sio kwa ulimwengu wa roho, kwa matendo. Matendo hayatendwi ulimwengu wa roho, yanatendwa kwa mikono hii, kwa miguu hii, kwa maneno haya, kwa macho haya. Matendo yanatendwa. Hivyo basi anasema waone matendo yenu mema, wapate kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni kwa sababu ya matendo yenu, kwa sababu ya muonekano wenu. Vile unavyoonekana umedress, vile unavyoonekana unaongea, vile unavyoonekana unatazama, basi kwa hayo tu mtu yanatosha kumthibitishia kwamba ameokoka. Ni maombi yangu pia kwa Mungu, si kana kwamba nimefika, ila ni maombi yangu kwamba Mungu, mimi natamani nije nionekane kwamba nimeokoka. Yaani nije nionekane tu nikipita barabarani, nije nionekane. Na ndio maana mimi hapa huwa sihangaiki na makeup, sihangaiki na poda, sihangaiki na uwanja, kwamba sihangaiki na lipstick kwamba na mimi nijipambe. Naonaga ni ushamba. Naonaga uhalisia huu nilionao, hii rangi hii nilionayo, hii ndio rangi yangu bora kuliko rangi yoyote. Hii ndio rangi yangu bora kuliko rangi yoyote ile. Kwa hiyo mimi huwa najifurahiaga mimi kama mimi, na napaka mafuta ya kawaida, lengo tu ni baki na ngozi yangu hii, ili watu wakinitazama sema kweli huyu binti hana makolombozo. Kwa hiyo waione imani yangu kwamba huyu mtu yamkini ameokoka. Nikisogea zaidi waone kweli nimeokoka kwa sababu ya vile ninavyoishi, kwa vile na muonekano wangu ulivyo. Kwa hayo itosha kuwathibitishia watu kwamba kweli mimi nimeokoka. Hivyo basi kuokoka sio Bwana Yesu asifiwe, hapana. Kuokoka ni matendo yako, maisha yako, muonekano wako, unaishije, unaonekaneje. Hivyo tu vitawathibitisha watu kwamba kweli wewe umeokoka. Nikutakie neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen.